Karibuni wandugu watazamaji wa radio television Ngyoku Officiel, wale wote wanaotufata kwenye radio FM 100.4 kwenye jiji la Baraka, na wale wote wanaotufata tarafani Fizi, na wale wanaotufata Burundi, na wanaotufata huko Tanzania. Tunawashukuru kwa kuwa kipindi chetu ni tayari tumekianza. Wale ambao watatufata kwenye mtandao na kwenye television numeric, tunasema asante kwa kipindi chetu cha uchambuzi wa siasa, na leo tutazungumzia habari za vita upande wa Minembwe. Habari zimezagaa ya kwamba hawa waasi wanaojiita wa Nyamulenge na pamoja na Afsa Corne Nanga na hawa wa kukundi zote wa Redi Tabara walizagaza habari ya kwamba walisha miliki na kuchukua kijiji cha Minembwe, na habari zinatembea na wanaonesha picha mbalimbali. Wasikilizaji wa radio television Ngyoku Officiel, tunawajulisha kwamba habari nyingi sana zinazotembea si ukweli. Wale wahasi wako kijiji wanaita Awela. Awela ni kilometre 5 kutoka Minembwe Centre, na ni hapo wanakaa, na hapo kwenye headquarter yao. Na vile vile ni pale Awela kuko mpaka wa tarafa la Mwenga na tarafa la Fizi. Ni pale ambapo walipenya, maana kuna wale walipanda mlimani wakateremkia upande wa Mwenga na wakapanda pori kwenda kufikia upande wa Minembwe. Yani wako Awela mpaka sasa. Minembwe haijadhibitiwa na kundi yoyote. Wanajeshi wetu baada ya kupigwa makombora ya siku 3 na drone ya Rwanda, hawa kukimbia mbali, walijitoa kwenye mji wa Minembwe, na mule Minembwe mpaka sasa majeshi yetu wengine wangali, sababu tunawazungumzia ni ukweli, hawako mbali kabisa, wako kando ya ile kijiji cha Minembwe. Sababu kwa sasa tulizungumza na wengine asubuhi, karibu saa 3 za asubuhi, tulikuwa tukiojiana kuwauliza, wanasema kwamba wanajiandaa kwa sasa kuingia tena katika kijiji cha Minembwe na kuonesha wazi. Ni kusema wahasi, zile picha zote walikuwa wanaonesha ni kijiji cha Awela. Na ikiwa wahasi wananifata, maana wananifata sana Radio Ngyoku, ikiwa kweli wako Minembwe, watuoneshe picha wako kwa hospitali general ya Minembwe, watuoneshe wako kukanisa la Katoliki. Ni hapo wanapoanza onesha zile picha tutahakikisha. Lakini zile zote mliona wanawapokea vitu kama vile ni picha za zamani, zingine walifanya montage na zingine ni mapicha za Awela. Ni hapo ambapo wako Minembwe, iko kitu yenye iko Mobasin, na upande huu adui, upande huu serikali, na waraia wanakuwa na uoga sana sababu hawajui. Mnajua siasa ya Rwanda ya Paul Kagame, watu wengi hawajue. Paul Kagame anajipanga kwamba anasaidia hawa wa Nyamulenge, wanaojiita wa Nyamulenge, lakini kuna siasa ya kumaliza hawa wa Nyamulenge wanaojiita, sababu Kagame anakuwa na mpango akifaulu na vita hivi apate kupanda Wanyarwanda Watusi wapya kutoka Rwanda, sababu hawa wanaojiita wa Nyamulenge walishakufa sana na siasa ya Kagame ndio iliwasababisha hawa Watusi wauawe. Sababu utakutanisha Watusi wa Sud Kivu wanakufa wengi kupita Watusi wa Nord Kivu, na siasa Watusi wa Nord Kivu wanaogopa kupigana kwao, alafu wanakuja kupigania mu Sud Kivu, na hawa wa Sud Kivu bila wao kujua wanajiingiza kwa vitu ambao wanashindwa. Ni wao wanapoteza ngombe, ni wao wanapoteza manyumba, ni wao wanapoteza watoto. Huyo Semata anauisha wa vijana wengi ya Watusi wanaojiita Wanyamulenge. Basi ni kila mara ninaposema habari za hawa wanaojiita Wanyamulenge, niko ninarudilia kwa mheshimiwa Justin Bitakwira ambaye ni mbunge. Alisema ni pale Mulenge mama yake alizaliwa, yani anajua kile kijiji, afahamu kijiji cha Mulenge. Hapana, anajua ule mlima wa Mulenge. Na ikiwa wao wanajiita Wanyamulenge, ni kusema wenye ule mji au ule mlima wa Nyamulenge, kwa nini sasa wajikute wako mutarafa lingine mahali wanaita Bibokoboko?
hawane pale kuko confusion. Na ndani mwao ninashukuru sana Mheshimiwa Gapangwa Jerome, hajafa ngali hai, na niko namwombea Mwenyezi Mungu asikufa haraka. Yule mzee aliambia hawa wa kwamba hawakuwaka Wanyamulenge, hakuja kuwa kabila Wanyamulenge mtarafa la Fizi au Uvira au mjimbo letu la Sud Kivu au Mkongo. Kongo tunakuwa na kabila 450. Tunasema kila mara ya kwamba hakuja wahi kukua Wanyamulenge, lakini wanajiweka vile na wanashurutisha wakubaliwe kwa kinguvu. Sasa ukija kwa kinguvu utakutanisha wengine ambao watakupinga, na ni hiyo shida ambao wanayo. Unajua Kongo mzima watakapochukia hawa Watusi wanaojiita Wanyamulenge, baada ya kuona maafa ya watu kukufa, ni hapo hawa wandugu watarudi Rwanda bila kuaga, sababu wanapenda kushurutisha kwa kinguvu wakubaliwe kwamba ni Wakongomani, na kwa kinguvu wapewe udongo, na kwa kinguvu waitwe Wanyamulenge. Yani vitu vitatu ambavyo wako wanaviomba kwa kinguvu, kwa silaha. Na hiyo ni shida. Ni shida. Kwa nini? Hatukatae kwamba si Wakongomani. Tunaposema ya kwamba hawa Watusi si Wakongomani, hapo tunaweza enda kinyume cha katiba. Kwa nini? Sababu tuna watoto wetu ambao wako Ulaya, wako Amerika, wako Kanada, wako Australia, wengine wako nchi za Afrika, na tunaona ya kwamba watoto wanaanza zaliwa huko na wanachukua wanakuwa na nationalite ya uraia wa ule mji. Na tunaposema hawa ndugu, kuna wengine ambao walizaliwa Kongo, wa baba zao walizaliwa Kongo, haijakuwa shida. Ni kama vile Banwara Amerike wenyewe waliendaka huko Ulaya, waliendaka Amerika, na wao nao walikuja, wanatoka Rwanda, wanakimbia vita, wanakuja huku. Kuna wale walizaliwa Mkongo, wanaweza itwa Wakongomani kufatana na katiba na masheria za nchi, ya kwamba unapozaliwa kwa ule mji unaweza itwa kabila fulani. Unaweza itwa Mkongomani, unaweza itwa Mkenya, unaweza itwa Mganda, unaweza itwa sijui. Lakini ikiwa huko unazaliwa Kenya, hauko Mkikuyu, unabaki Mkenya, lakini asilia ya Wakongomani, na wao wanaweza itwa Wakongomani asilia ya Kinyarwanda. Lakini baada ya wao kupata hiyo fursa ya kusema wanaweza itwa Wakongomani, wakajikuta sasa kuna vitu viwili ambavyo vitahitajika. Kitu cha kwanza, wapate jina ambalo litaingia zile kabila 450, na wao wajikute iwe 451. Alafu watafanya nini? Tuunde jina mpya, na lile jina linajulikana, ni jina la ujambazi, ni jina la utapeli, ni jina la uongo. Munyamulenge, Wanyamulenge, mlima wa Mulenge kwenye tarafa la Uvira, wanajikuta wako Bibokoboko, wanajikuta wako Minembwe, walikuwa hata Nganja. Sasa ufikiri Mulenge kwenye wanasema ni kwao, na Nganja au Bibokoboko ni mbali sana, mailo na mailo. Sasa nyinyi mungeitwa hata basi Babembe, museme mwe muko Babembe Bafizi, watu wangeanza sema kunaweza kuwa Babembe baivi na baivi, lakini mulijiita Wanyamulenge. Sasa shida, Mulenge ni Uvira, na kwa hiyo watoto wa tarafa la Fizi wanasema rudieni kwenu. Sasa msikilizane na wandugu zenu wa Fuliro, muone namna gani mnaweza kuangalia mipaka yenu na mnapatana, sababu wa Fuliro wako tayari kupokea, walipokea Warundi, maana kuko hapo sheferi ya Warundi, na vile vile kunaweza kuwa sheferi ya Wanyarwanda. Na hapo huku upande huo wa Justin Bitakwira, mheshimiwa ambaye ni mbunge, mnaweza kukubaliana. Lakini Fizi hamtapata muda, sababu kabila za Fizi zinajulikana, mipaka ya Fizi inajulikana. Hakuja wahi kukua Mtusi wa mtarafa la Fizi. Hata ukiangalia vitabu vya Wabeleji, nilijaribu kuvisoma nikaona mtarafa la Fizi hakuja kuwa Mtusi. Sasa shida ni nini? Ile kuja kuleta kwa kinguvu, wapigane sababu wakubaliwe. Sasa kuna makabila ambazo hawakukuwa wanawajua. Sasa baada ya kuangalia wanasema hawa watu ni wajambazi, wanatafuta kujiempuze, kujiweka kimabavu.
Sasa tupambane na wao, na wakati wanapojiita wako wa minorite make wadogo sisi tuko minorite, yani wadogo sur base ya wanani, sababu tuna makabila kama vile ya Wabwari wako na groupement. Halafu utaangalia ile groupement ya Babwari wako wangapi. Kwanza kamata Ubwari yenyewe inaweza kuwa kilometre ngapi, ni kama vile Ijwi, lakini hawajawahi kujiita wako minorite mu territoire ya Fizi au Mkongo. Ni kusema hawa watu wanadanganya sana. Basi bila kukawia, tunapenda kueleza kwamba mpaka sasa Minembwe haijadhibitiwa na mtu yeyote, iwe jeshi letu la serikali. Waliondoka kidogo na wao hawajaingia kwa kusema wanachukua ule mji na wanaanza kuudhibiti. Mapicha ambazo mnaona kuna kwa montage wako Awela kwa kilometre 5 na mji wa Minembwe, na tuko na waskari wetu wako kilometre 1, kuna waskari ambao wako kilometre 2, kuna waskari ambao wako Aenge, wako vijiji vingi sana hapo vinazunguka Minembwe. Ni kusema wale wakongomani ambao walikuwa wakivunjika moyo kusema kwamba Minembwe imechukuliwa tena na wahasi, si hivyo, sababu sisi binafsi tulizungumza na watu leo asubuhi, siseme kesho, leo asubuhi saa 3, na tutawaonesha picha ambayo ya asubuhi ya leo wako hivi na Minembwe. Kwa hiyo wakongomani, tulizeni roho. Minembwe ni tarafa la Fizi, Minembwe ni ya wakongomani na itachukuliwa, haiko ya Rwanda. Basi kipindi kingine ambacho tunapenda kuwazungumzia ni kwa ajili ya katiba yetu ya Kongo. Wandugu zangu, katiba ya Kongo inahitajika ibadilishwe, inahitajika. Tunahitaji kukua nyuma ya Rais Felix Tshisekedi Chilombo Antoine. Hana manda. Hapana. Felix azalaka na mandate. Wano olingo ebisa Moïse azana manda. Po ezali 12 tribe Israel baba na kuluka nani mususu ako kamba. Felix azalaka na mandate. Ana mission ya kosiko la Congo. Ça c'est vrai. Inahitajika katiba ya Kongo ibadilishwe, sababu ilikuwa kwa maslahi ya wageni, na baada ya sisi kuchunguza kwa undani tunaona inahitajika kubadilisha katiba. Kwa hiyo Rais Felix Tshisekedi anakuwa na sheria yote ya kubadilisha katiba. Basi wandugu wasikilizaji na watazamaji wa Radio Television Ngyoku, tunawashukuru na tunasema chao.